Jana jioni masaa ya around 3 hapo nikasema wacha nitoke niende nikanunue uzi, na nikasema nitaiendea mbali huko karibu na stage juu nilikuwa pia na aim ku stretch kidogo, so niliendea mbali. Ndio hii uzi yangu ilikuwa imeisha. Nikakutana na neighbor wangu, wacha tumuite Mama Rembo because she really has a beautiful daughter. Nikakutana na Mama Rembo nikamuuliza, ni aje? Poa. Kwani masaa ya jioni unaenda wapi tena huku? Stage yetu ni mbali by the way. Mimi naishi mbali sana na stage. Akaniambia, naelekea, kuna mahali naelekea. Mama ambaye mimi humfanyia kibarua aliniulizanga kama naweza kuwa namchukulia mtoto around 3, alafu namwangalilia mpaka arudi around 7:30 mpaka 8 hapo. Nikamwambia wow, that's a really good idea. Hiyo ni kibarua poa. So kando na ile kibarua yenye nampeanga, amemuongeza kibarua ingine. Watu wengine Mungu awabariki sana. You really do a good job. So nikirudi nilikuwa na mawazo mingi sana, and I thought that woman mwenye anapeana kibarua is a really intentional parent. Na ni mama ako keen, and somewhat I think they are aware of what happens in this country. Huyo mama alinikumbusha, ni juzi tu ndio tuliona haka kasichana karembo ambako kalikuwa kana flaunt pesa kwa social media, madhao akizishikashika hivi kidogo kidogo, pap, askari kwake, allegations or drug trafficking and child trafficking. You remember that girl who was arrested in Nyali together with the boyfriend? So ikanikumbusha huyo msichana. But my interest here is on child trafficking. Child trafficking in this country is very serious. Ni vile watu wanaichukulianga nini rahisi. So ikanikumbusha story ya msichana, tena ikanikumbusha ile documentary yenye tuliona back in 2020, tulionea BBC Africa Eye. Sijui kama mnaikumbuka, done by Njeri Mwangi. Ikanikumbusha hiyo documentary, and that documentary, kuna saa zingine nakaanga tu hivi naenda kuwatch hiyo documentary. I'm not even a mother, but hiyo documentary, you see the thumbnail inakuanga katoto fulani hapo. Ako katoto kenye kalikuanga kameibiwa. Kwa hiyo documentary kuna dem shughuli yake tu kwa hiyo documentary ni kuiba watoi. Ni street girl. So kazi yake anaiba watoi wa fellow street people, ama sometimes hata hawkers, ama umekaa vibaya na mtoto wako hivi. Huo dem alikuwa anaitwa Anita. So Anita kazi yake alikuwa anapita na watoi. Na I don't think Anita was operating by herself, because this girl alisema kwa hiyo documentary she had been doing that job for like 3 years. Sasa ni 2020 tunaongelea, so ni 3 years back from 2020. Every time I see that documentary, nikiendaga kuiwatch, huyo mtoto alikuwa auziwe. So Njeri na fellow journalists walikuwa wamepose kama watu wenye wanataka kununua mtoto. Like alikuwa tu hivi, that baby, is it baby girl or baby boy? I can't remember. That baby was this near, this close. Anita alikuwa amesema atamuuza kwa hiyo documentary. Kwa hiyo discussion wakiongea, Anita akachange mind, akasema ataletea sasa mteja mwenye anataka kununua mtoto the next day ndiye ataleta mtoto. The next day Anita akakuja, but they never came with the child. Anita hakukuja na mtoto, alikuja peke yake. Akaulizwa mtoto wako wapi, akakuja akasema alikuwa ana confirm kitu hiyo, alikuwa ana confirm kama deal bado iko on. Akasema sasa wacha aende mtoto. Anita hakurudi. So that child hivyo. And do you know what makes me angry? It is because huyo mtoto alikuwa hivi karibu. Umemwona leo, kesho ameenda hadi wa leo. Sasa huyo mama mwenye alipeana kibarua alinikumbusha hizo stories mbili. Hiyo story ya huyo msichana mwenye ameshikwa juzi together with the boyfriend in Nyali, accusation ni drug trafficking na child trafficking. Na hiyo documentary yenye ilifanywa na Njeri back in 2020 inaitwa Baby Stealers, iko kwa BBC Africa Eye. Sasa years later Njeri did a follow up. Na kwa hiyo follow up, was it 2 years later ama 3 years later, sikumbuki vizuri, Njeri alifanya follow up, and to my surprise huyo pedi wa watoita au the street girl Anita, ujue Anita alikuja akakufa. Reasons zake za kufa ni ati alikuwa anatumia drugs sana na alcohol sana. Hizo ndio zilikuwa causes zake za kifo chake. But then again I'm thinking, you never know, maybe it's the person she was working with ama the people she was working with
ndio walimdelete, because in this country mambo ni mengi, masaa ndio machache. I'm thinking maybe that is what happened, because can you imagine, wewe ni mtu ambaye unaheshimika ama unafanyanga deals zako chini ya maji, watu wanadhania unafanyanga biashara safi, only for Anita to come and expose you. Now who is Anita? Wewe mtu mkubwa hivi, Anita ni kama nani? If you wanted, you delete them. Yeah, and you unaweza mwekelea useme alifanya nini? Alikufa na pombe na mihadarati, because after all alikuwa anazitumia. Who will say no? Haya, turudi kwa hiyo documentary kwa yenye ilifanywa back in 2020, hiyo ya child stealers. Kwa hiyo documentary, there was a lady who had a clinic in Kayole. Sawa sawa. Huyo mama alikuwa anaitwa Auma, Mary Auma. Huyo mama, after akina Njeri wametoa expose na wakastaki hawa watu and now they were to be arrested, Mary Auma alipoteanga na hakujawaipatikana. Hadi wale vile tunaongea, nobody knows where Mary Auma is. Maybe ako kwa ushago, familia yao inamficha. Wasichana wakienda kujifungua in Hakayole clinic, alikuwa anauza hao watoto. Wewe umebeba mimba yako vizuri? Why Jesus? Unajua saa zingine hata unaweza kuwa umezaa na huko unataka huo mtoto, but still no, I'm not a mom, but I know huwezi taka mtu akuchukulie mtoto hata kama ni situation gani. So huyu Mary Auma alikuwa anauza watoto. Can you imagine? Njeri pia na team yake ya investigation walipose kama watu wenye wanataka kununua mtoto kwa hiyo kliniki ya Mary Auma. Mary Auma after wame drop from 60 alikuwa anauza mtoto 45k. Mtoto alikuwa anauza mtoto 45k. So Mary Auma mpaka wa leo hajulikani alipo, alitoroka. Maybe ako kwa neighboring country, maybe ako ushago yao. We never know. Yeah, we never know. But Mary Auma, just know wherever you are, siku moja you will pay. Thank you very much. Now tutoke kwa Mary Auma, tuende kwa huyu daktari mwingine ambaye alikuwa anafanya kazi wapi? Alikuwa anafanya Mama Lucy, the male doctor, ambaye pia Njeri and fellow investigators walipose pia ni kama watu wenye wanataka kununua mtoto. I remember very well, walikuja na mama mwenye yenyewe hadi wewe ukimwona unaona huyu mama anakaa tu bombe, mtu mwenye anaweza fika bei ya mtoto. Unajua anasema ako na shida ya mtoto, daktari akasema atamuuzia mtoto. Unajua daktari alikuwa anauza mtoto pesa ngapi? Daktari alikuwa anaitwa Fred le what? Tiwe dikana. Alikuwa anaitwa Fred someone. Fred akakubali, alikuwa anauza mtoto 300k. Na akachukua hiyo pesa Fred na akakubali kuuza mtoto na akatoa mtoto kwa hospitali. Mtoto mzuri, mtoto mwenye amezaliwa na mama mwingine kutoka Mama Lucy Hospital. Akachukua mtoto kutoka ndani ya hospitali, akampeleka mpaka nje kwa gari yenye ilikuwa sasa na huyu mama mmoja alikuwa anamnunua na mtoto, na hivyo ndiye akatoka nje ya gate na amenunuliwa. Okay? Now as we speak, Fred alikuwa investigated, akashikwa, akapelekwa kotini na akafungwa 25 years. Sijui na 10 years plus za neglect or something. Alifungwa, in short alifungwa. Na miaka yake nikiangalia ni 25 maybe plus 10, inakuwa that ni plus 10 ama hiyo 25 hiyo 10 iko hapo ndani sijui, but alifungwa. Sawa? Now, women, be very careful. Sini juzi tu pia tumesikia story ya watoto kuibiwa Angagedhorai Angana wapi. Mnakumbuka? Be very careful. Watu wanatafuta pesa. Children get lost. Watoto wanaibiwa. Sababu za watoto kuibiwa, watu wanataka kuwafanyia kafara for money rituals. Wengine wanaiba kuuza kwa watu ambao hawawezi pata watoto. Hiyo tu ni tamaa ya pesa. And the people who operate these businesses, they are not small people. They are not small people. They use small people to get to children. But niko sure the people who do these deals ni watu wakubwa ambao wanatuambiaga sisi hatuna akili, ndio maana hatuna pesa. Why are you in poverty? Why are you in poverty? Na mtu anauza watoto wa watu kwenda kufanyiwa kafara na kuwauza wengine kwa kina mama ambao hawawezi pata watoto. My country Kenya. Women, be very careful. That woman mwenye alipea neighbor wangu kibarua alinifanya nikakumbuka vitu mingi, and kudos to that woman. Mambo ni mengi, you get overwhelmed, but your children are your priority. Sawa sawa. Najua Mungu ndiye anatuprotect sisi sote, lakini pia ni vizuri ukiwa na uwezo take precaution. Okay? Take precaution. Huyo mama mwenye alitumana kibarua,
alifanya nikakumbuka vitu mingi sana. Yeah. Kama haukuwatch hiyo documentary back in 2020, it is still there in BBC Africa. You go watch that documentary. The best thing ya follow up ya hiyo documentary is that I saw Fred alifungwa. Yeye pamoja na accomplice wake, though sikuona accomplice wake alifungwa miaka ngapi ama hakufungwa, but Fred mwenye aliuza mtoto huko Mama Lucy, hey, alifungwa. Wacha kule kiburi yake huko ndani. Unauzaje watoto wa watu bwana? Ai.